Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Huyu ni askofu. Ni mchapakazi, ni mkweli. Ni mkweli sana. Nchi ya Tanzania nimeambiwa na Mungu isimamie hii nchi. Hii nchi mimi nitaisimamia. Sasa kuna wengine wanasema wewe nani? Utajua. Utajua nilikuwa nani, utakuja kujua baadaye. Na maneno haya nikisema huwa kuna watu wanawaka wanasema yani huyu ndio maliza. Simalizi na mtu. Mimi simalizi na mtu. Nimejazwa nguvu ya kuanza na kumaliza. Unanielewa ninachosema Unanielewa ninachosema Ni kwa wakati mwingine tena na kujia Magufuli alikuwa nabii. Magufuli aliona nini kwa Gwajima? Mbona ni kama alikuwa na unabii fulani wa kuona mbali. Aliona nini kwa Gwajima, kwa Bishop Gwajima? Naweza nikakwambia vitu kama 5 6 hivi ambavyo Mheshimiwa Magufuli aliviona kwa Gwajima. Pamoja na sakasaka soko lote lililoendelea. Pamoja na kwamba ametupiwa mawe sana. Ila naamini Mungu alihitaji watu wa namna kama hiyo. Watu wa namna kama hii ambao ndo walihitajika sana katika taifa letu, ndo walihitajika sana popote. Wa kweli na wawazi. Magufuli naweza nikasema aliona vitu kama 5 6 hivi kwa Mheshimiwa kwa Gwajima. Kitu cha kwanza aliona, yani mpaka Nazim akate jina la mtoto wa dadake na kumpa Gwajima. Aliona vitu kama 5 hivi. Kitu cha kwanza alichokiona ambacho alikiona kwa Gwajima, moja ni uthubutu. Na kingine ambacho aliona kwa Gwajima ni ujasiri. Ujasiri ambao hauogopi mtu yoyote, ambao hauogopi cheo cha mtu yoyote ama mtu yoyote. Na kitu cha tatu ambacho alikiona kwa Gwajima ni uhodari ambao aliuona, akaona kabisa huyu mtu ni hodari kwa mambo kaza wa kaza. Kitu kinachofuata, kitu cha 4 aliona kwa Gwajima kuna ubidii au upambanaji. Ubidii au upambanaji. Afu kingine aliona ni ushujaa. Kingine cha mwisho aliona ni ukweli. Huyu mtu ni mtu ambaye hapepeshi macho. Ukweli wake umenyooka kama lula. Ukweli wake umenyooka kama lula. Aliviona vitu kama hivyo hapo. Sasa kama Gwajima kaongea hayo, kametokea kamtikisiko kadogo. Naamini huku mbele tunakokwenda ni mtu ambaye atafunguka sana. Atafunguka kila kitu, yani
elewa ni kwamba atafunguka vingi. Tukawa tunadili na mawili matatu mtu anayokosea. Tudili sana kwa yale mengi mema au mazuri anayofanya, au katika yale machache ambayo anayafanya ya uhakika. Naye alikuwa ni mmoja mtu ambaye alipambana, alipigania sana kipindi cha corona, alipigana sana. Sasa naweza nikaanza kuhoji, kuuliza wanaomtupia mawe, kwa nini wanamtupia mawe? Kwa nini wanamtupia mawe? Lakini mbona mle ndani kwa ile clip mambo yaliyoongelewa ni mfano, sidhani, siamini. Ndio mambo ambayo yamechukua nafasi kubwa wakati mwingi kuongelea hayo. Lakini kwa nini anatupiwa mawe? Hiyo ni sintofahamu ambayo inaniacha kwenye tafakari nyingi sana, nyingi sana. Kwa nini hayo anatupiwa mawe kiasi hicho, kana kwamba aliongea ni mabaya, anachochea wasi na kede mambo mengine kede. Ila kwa nini? Tuachane na hayo. Mungu ili alete ukombozi. Mungu ili alete ukombozi kwenye taifa ama popote. Mungu alitumia watu, alitumia mtu. Mungu haogopi kutumia yoyote ili tu kuleta ukombozi. Haijalishi huyo mtu yupo ndani ya vyama, chama, ama yupo nje. Wakati fulani Mungu alimtumia mpaka Musa kuwatoa watu katika utumwa, kuwapeleka nchi ya ahadi, kuwapeleka Kanani. Mungu hutumia yoyote. Kikubwa tu huyu mtu nia yake ni njema. Haijalishi makando mawili matatu matano sita alionayo. Mungu anaweza akamtumia yoyote kuleta ukombozi. Na wakati fulani niongee jambo hili. Kuna wale watatu ambao wanaweza kana wanamtupia mawe na GPM, wanatupia mawe. Tunako kwenda tutapita kwenye moto ambao yawezekana hatujawahi kupita. Tukapita humo, tukalia vilio vyote, tukaongea kwa lugha zote, tukanuna minuno yote, tukatia huruma tutiavyo. Huko mbele tutapitishwa kwenye moto ambao kwenye moto ambao wote ambao walishangilia kuondoka kwa JPM, macho yao na masikio yao vikaona na kusikia kwamba tulipotelewa na dhahabu. Ila tunakokwenda tumhitaji Mungu sana. Tuombe sana, tuongee sana. Huku mbele tunamhitaji Mungu sana. Nikupe kazi. Mtu yoyote wa kuomba maombi,
omba sana, ombea sana watu hawa ambao wanajitoa kwa namna moja ama nyingine kuongea, kupaza sauti. Kina Gwajima, kina Askofu Mwamakula na wengine wanaoelekeana na hao ambao unaona kabisa ni harakati zao ni kutetea jamii, wanaonewa, kuongea mambo ambayo kweli waombee pia maombi na dua. Mungu awashikilie sana, walichoshika wasiachie, kwa sababu ni watu ambao wamekataa kuwa wanafiki, wamekataa unafiki. Nitakuachia kwa wakati mwingine tena.